Hello, ladies and gentlemen. My name is Dr. Foneke, the host of Kenya's Fastest Rising and top-rated podcast, Lessons at 30 with Dr. Foneke. Now, it has come to my attention that in our recent past uploaded episode with my guest, Andrew Kibe, there are statements that were made, statements that have not rushed the public in the positive way. Kibe, kama kuna tatizo la mimi, zungumza kuhusu mimi, lakini usihusishe mtoto wangu. Ana tatizo lolote. Sijachagua vilizaliwa, lakini nimechagua kuwa mwenye heshima, bidii kwa kazi yangu. Watoto wote ni baraka na hakuna mtoto wote anastahili kudharauliwa kwa muonekano wake au wazazi wake. Mimi sitalipisha chuki kwa chuki. Nitazidi kutia bidii kwa kazi yangu. Karambas TV, we stay in the know. The tea is hot and we running the show. Yes. Thank you very much. Welcome back to this wonderful channel, Maze. Maze. So, Andrew Kibe, the Deputy Jesus, alikuwa pale kwa channel ya Dr. Foneke. Na akasema vitu zingine mbaya sana kuhusu Steve Simple Boy. Alisema vitu very disrespectful to Mr. Dragon. Hebu sikizeni hiyo video. Hebu msikize hii. Hatuwezi kuwa na watu ka Steve Simple Boy wanapata watu. We can't have people bring. No. You know him personally? He's a human. Fuck humans. Huyo anafaa kitoka hapo akizaliwa anapigwa vasectomy. Kata makende. Come to life and live without nothing. We don't have weakness. So yes, before we dive into this video, ni dissect, ni chambue, ni demystify. Wacha kwanza ni introduce mazena itwa Crucial. Na mimi ndio Nico, guys. Yes. So Andrew Kibe alikuwa pale hivyo mazee kwa ile podcast ya Dr. Foneke, initagwaje? Something I don't know at 30. Na ilikuwa tu ni vibing. Ilianza tu wakiongelea tu vitu kuhusu Andrew Kibe and all that. And Andrew Kibe ni kama hapo ana feel venye Dr. Foneke ana interview hadi ilikuwa inafika level anamshow, okay, so umenitia nini hapa? Okay, to discuss nini? Juu Andrew Kibe unajua ule mse anapenda kuongelea controversial topics. Na alikuwa anaona Dr. Foneke ndio ule mse mazee ameokoka church going, so anashindwa nichome ama ninyamaze. So sijui ilifika aje mazee akaanza tu kuongea tu vibaya kuhusu Steve Simple Boy. Sijui ni nini ili trigger akaanza hiyo story. And then funny thing ni Dr. Foneke amecheka vibaya sana hapo hivyo. Amecheka vibaya, yani the first instinct ya Dr. Foneke ilikuwa ni kucheka mbaya. And then later on akaanza kujicorrect. Guys, there's a book I read. Na hii book ilikuwa inasema hivi: if you want to know the true character of a person, if you want to know who ni msee aina gani na deal na yeye, watch what makes them laugh. Angalia zile vitu zinawachekesha. Wacha nikupatie scenario moja. Mnatembea kwa barabara. Dema ametegwa na mawe, ameanguka. Ile chakula alikuwa amebeba kwa hiyo tin food imefunguka, supu zimemwagika huko. Unacheka nini? So kuna watu instinct yao ya kwanza ni kucheka vibaya. Na kucomment kuhusu hiyo food, mbona hiyo supu ni mingi hivyo? Kama mtu hajui kupika, mbona ana force vitu? Unaangushwa na nini? Ni nani alikuwa anakukimbiza, Kuna watu vitu kama hizo zoachekesha, but kuna mtu wako zile za first instinct. Akuziliza pole mazee pole, anaenda hata kumwamsha, ndio mwingine anamokotea yote food yake kwa like manze iza.
hizi vitu zo happen ni nini, usijali umeumia, tafadhali please ende uangaliwe kwa OC, at least wajue at least hakuna any internal bleeding. Hakuna msi atacheka naenda kipigia watu story, mazee mstake sikia guys, leo nikienda sijui stage mazee mother fulani ameanguka, omena zimemwagika na huko alikuwa amebeba omena fulani. Uko zile za yo, where is empathy man? What is wrong with your head? Some things are not laughing matter. Mimi nakumbukanga tukiwa shule high school, msee alikuwa anatoka nje sijui ameenda choo, mko kwa class, msee ameenda lu, amerudi amevuruta kiti yake anazunguka hivyo kukaa, then jamaa fulani anakuja anavuruta hiyo kiti, jamaa analamba down, huyu jamaa anacheka kaka. Mimi nilikuwa ndo niko zile sana, Mungu huyu bado ni wewe uliumba, yani Mungu yenyewe, Mungu wewe ni wa maajabu, kama uliumba hadi mtu kama huyu. Even ndo Dr. Foneke amereact kwa hii video and sijapenda the fact that bado anajipiga kifua akisema ati venye Steve Simple Boy mazeni best yake and all that, you know. Mimi hata Andrew Kibe siwezi blame, cause Dr. Foneke ange-shut the conversation from the start. And then guess what? Dr. Foneke anaenda hapo nje anatoa a whole apology ati I'm sorry, nini to Simple Boy, those things were not sijui nini, and I'm going to cut out that part. Are you listening to yourself? You're going to cut out that part and remove it, sindio? Na sisi tushai download. What kind of nonsense is that? You could have corrected the damage before uploading that video. Meaning, you really enjoyed, first of all, what Kibe was saying about Dragon. You went ahead, edited that, watched your editor edit that video, like, I like the color. Yes. Adi videographer wako akakuuliza, editor akakuuliza, bro, hii part ya Steve Simple Boy niliona kama hukupenda, niweke ama nisiweke? Weka. Si mimi ndio nilikuwa na interview ama ni wewe? Weka hiyo part. Na ikaran guys, ikapikiwa up na Nairobi Gossip, kila mtu sasa ameichukua. Then unakuja unaanza kusema venye it was wrong, utaenda kuitoa. My guy, let me tell you one thing. Your intention was to get clout from this video, mock Steve Simple Boy, and for what? Guys, maze squeezy internet imekuwa a jungle guys, a jungle. Squeezy maze mnaenda huko nje you slander one another, you don't care. All you care about ni views zako maze ziende juu, upate lecture ya YouTube man. We bana guys, unaweza je kubali msee? Mi by then nikakuwa na beshte kama huyo ati ameenda kwa interview nachongolewa na anacheka. Trust me, huyo mtu hatawahi niona kwa life yake. Atakuwa kiniona tu kwa view sasa. Hatawahi niona status, hatawahi iona juu namba nita delete. Kama tuko mtaa moja ndahama hiyo mtaa, sitaienda kwao. You know? Kama nilikuwa mabeshte na wazazi wake nitawa cut off wote, cause what kind of friendship is that? Body shaming someone like that, you know? Of course, Steve Simple Boy anaenda ku benefit from this cloud because he's the underdog here, and everyone wants him to win. Like everyone is like, yo, why are you doing this to Steve Simple Boy? But still, haifai kwa hivyo. Mimi nimeanza kuona Steve Simple Boy tangu aanze kuimba ile ngoma ya nini ya miadarati. Na sijaiangalia Steve Simple Boy in a way that nataka kumchekelea.
Because I know as a human being, wacha nikwambie, Mungu venye aliumba watu, aliumbanga kila mtu na nini yake. Aliumba kila mtu na kasoro yake. Ndio usiwahi chekelea mtu mwingine. The reason why alikumba niyo kasoro ni uone you are not perfect. So if you are not perfect, you are not supposed to laugh at other people's imperfections because you are also imperfect in other ways. Hivyo ndo Mungu aliumba watu. Unapatanga mseni handsome kana nonsense, but akili ni uji guys. Blender ili blend uko ndani. A reason hiyo ndio imperfection yake. So afai kwenda kwanza kutokana sura ya mtu mwingine. Huyo mtu anaweza kuwa na hiyo sura, yes, but akili, busara ni mingi aje. Andrew Kibe saa zingine guys, Andrew Kibe saa zingine I don't know nini huwa inaendelea ndani ya akili ya huko hizi. Alafu ati sasa Dr. Fweneke ati ameenda hapo ati ametoa whole apology. Ebo nini hiyo? Hello, ladies and gentlemen. My name is Dr. Fweneke, the host of Kenya's Fastest Rising and top-rated podcast, Lessons at 30 with Dr. Fweneke. Now, it has come to my attention that in our recent past uploaded episode with my guest, Andrew Kibe, there are statements that were made, statements that have not rushed the public in the positive way. And of course, even to my small brother and a very good friend of mine, Steve-O Simple Boy and the family. Now, as the host, and of course, and as a big brother, I'm not going to divert the attention and look for somebody to blame, either my guests or my production team. I'm actually going to take the blame myself as Dr. Fweneke and as the host. I know this is what is expected of me as a brand and the respect and the honor that the brand has been accorded over the years. And I know, and I believe, and I take full accountability that I should have reacted in a much better way as a big brother in terms of protecting Steve-O Simple Boy as a brand and actually protect him even from a man to a man. So I do take full responsibility in fixing this, and directly to Steve-O Simple Boy. Small bro, you know how much I celebrate you. You know how much I have been a big fan of yours. You know how much we have long phone calls in terms of your life and even just standing by you as a brother. And today I take this from man to a man. I want to apologize to you and your family, and more so to your newborn kid, for any statements that were made that have actually bruised you or have actually made you feel less of a human. It was insensitive. And I, as Dr. Fweneke, I should have reacted in a better way. To the Kenyans that watch Lessons at 30, I also want to apologize with no ego, no pride at all, with a lot of humility, to say thank you so much for making patronage of the show. And I do apologize, and I promise you, in the preceding episodes, I am going to do better. I do apologize. As we speak, my editing team is actually reviewing the episode and actually editing out that specific part so that it can no longer continue causing any harm. Thank you so much, ladies and gentlemen, and I do pray that I might find favor not only in the eyes of Steve-O Simple Boy, not only in the eyes of Kenya and the fans of Lessons at 30, but in the eyes of God. So I honestly, genuinely do apologize. Next time, they should be expected more from me as Dr. Fweneke. God bless you so much, and continue watching Lessons at 30 with Dr. Fweneke. Ametoa whole apology ati ana apologize to Steve-O Simple Boy. You shouldn't even be apologizing in the first place. Ungekuwa hata hii video ingekuwa uploaded in the first place. So that apology kama mimi ni Steve-O Simple Boy siichukui. Come on guys. Hatujafika hapo bana. Wase kama Andrew Kibe kama hivi ndio wanaongeanga kwa platform, wafai kupewa platform, na that's why hata alikuwa banned na YouTube. Because YouTube ilijua this guy is a menace to the society. Wewe share na YouTube imeban nani? Sipokuwa tu namesake yake Andrew Tate. Na sasa yeye, mimi sisikia wase wengine wamebaniwa na YouTube. Na YouTube ndio kuban bro. Hata shetani amekukataa. Hata shetani anakusikia hivi anasema we siko na yeye Mungu tafadhali. Mungu tafadhali kane uko hata kwa mbinguni, hata mweke hata kwa store. Mimi sitaki kudeal na yeye. Imagine.
Nimejaa ngore manze. Naitwa Crucial and Namindo Niko. See you on the next one. Adios.